Mkutano huu ni sehemu ya jitihada za serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na baraza linalotusimamia la NACTIVATE ambao mwakilishi wake yuko hapa ambaye ndio mwenyekiti wetu, katika kuhakikisha mafunzo yanayotolewa hapa katika campus yanakidhi viwango vya kitaifa na kimataifa na yanazingatia mahitaji ya soko halisi la Watanzania pamoja na yale maendeleo katika uchumi wa buluu. Sekta ya uvuvi na ukuzaji viumbe maji ni moja ya maeneo yenye mchango mkubwa katika ustawi wa jamii yetu. Hii ni pamoja na kiuchumi, kijamii na hata kimazingira. Lakini mafanikio katika sekta hii hayawezi kufikiwa pasipokuwa na rasilimali watu ambao wamebobea, waliopata mafunzo sahihi ya vitendo na yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na mazingira ya kisasa. Ni kwa kutambua umuhimu huo, serikali inawekeza kwa nguvu katika kuinua viwango vya mafunzo ya uvuvi kwa kuimarisha miundombinu, mitaala, ujuzi wa wakufunzi na kuhamasisha ushirikiano wa karibu katika sekta binafsi pamoja na mashirika ya kimataifa. Kama vile unavyoona hapa tuko pamoja watu kutoka sehemu mbalimbali. Dhana ya umahiri sio tu kuwa kituo cha kawaida cha kutoa mafunzo, bali ni kuwa mfano wa kuigwa katika utoaji wa elimu na mafunzo bora yanayojikita katika ubunifu, utafiti, ubia wa kimkakati pamoja na kuhamasisha ajira na ujasiriamali. Kwa hivyo, kikao hiki ni fursa adhimu ya kujadiliana kwa kina kuhusu: moja, maeneo ya maboresho kwa VETA nyegezi ili kufikia hadhi ya kituo mahiri; 2, mchango unaweza kutolewa na kila mdau ambao tutajadiliana hapa. Kila mdau atazungumza jinsi gani atawezesha VETA kufikia lile lengo la kuwa kituo cha umahiri hasa VETA nyegezi. 3, mahitaji ya soko la ajira katika sekta ya uvuvi na ukuzaji wa samaki. Amezungumza mtu wa Enabel hapa kwamba unaweza utoe wanafunzi lakini kule kwenye soko hawakidhi yale mahitaji. Kwa hiyo hapa tutajadiliana ni kiasi gani soko linahitaji watu gani, mabadiliko yetu ya sayansi na teknolojia yakoje, ili watu wetu wakitoka angalau waweze kuliridhisha lile soko katika kufaidika katika masuala ya uchumi wa buluu ambayo ni katika kupitia uvuvi. Ninawasihi tushirikiane kwa dhati, kila mmoja kwa nafasi yake, kwa kuwa mafanikio ya mchakato huu yanategemea sana uwazi, ushirikishwaji na utayari wa wadau wote kuweka mbele maslahi mapana ya taifa letu. Wadau mna nafasi ya kipekee katika safari hii ya mageuzi. Ushiriki wenu ni muhimu sana, hasa katika maeneo yafuatayo: 1, kutathmini mitaala yetu; 2, kutoa nafasi ya mafunzo kwa vitendo. Hapa tumeona wengi wako ni makampuni ya ufugaji samaki, wanatengeneza maboti na vile vitu. Kwa hiyo wanafunzi wetu wanaweza waje katika maeneo yenu kujifunza. Na kama mnafahamu sasa hivi mkazo mkubwa unatiliwa katika mafunzo ya kivitendo, yani mtu akitoka ili aweze kujiajiri au kuajiri. Mradi wa Inclusive kupitia shirika la maendeleo la Ubelgiji la Enabel, tuko hapa na tuko katika pia kuhakikisha kwamba nyinyi wadau wetu mnatuunga mkono katika mkakati wetu wa kuhakikisha kwamba chuo chetu kinakuwa mahiri katika utoaji wa elimu na mafunzo ya masuala ya uvuvi. Kwa hiyo tunatazamia leo hii uwepo wenu hapa utatusaidia katika kuelekea huko ambako tunatarajia kufika, ili elimu tunayotoa na mafunzo basi yawe yenye tija kwa jamii na kuijengea pia swala zima la kuweka sawa masuala mazima ya taifa letu katika msingi ya uchumi wa buluu. Ili sisi tuwe kituo mahiri kwa ulimwengu wa sasa, ni kuwafanya pia kuwa sehemu ya utoaji wa haya mafunzo, kwa maana wao pia watahusika kuwapika vijana wetu, na matarajio yetu ni kwamba wao watahusika moja kwa moja katika jambo hili, ili tufikie hiyo dhana ambayo nimeitaja hapo mwanzo, na wameonyesha utayari huo. Tunafurahia sana katika jambo hilo, na wao wanakiri wazi kwamba
Vijana ambao wanatoka katika vyuo vyetu kwa sasa, wengi nikiongea nchi nzima, kuna kitu wanakikosa. Na kupitia platform hii tuna uhakika sasa vijana wetu watatoka hapa wakiwa mahiri kabisa. Soko litawachukua, lakini hasa tunacholenga hawa vijana wajiajiri na waajiri wengine. Hiyo ndo adhima yetu kubwa. Nafasi chache zinazopatikana za kuajiriwa basi waweze kuajiriwa, lakini wawe na skills ambazo ni sahihi, ambazo kimsingi skills hizi zinahitajika sokoni, sio zile ambazo tayari zishajaa skills mpya. Na kama kuna wale ambao tayari wanajishughulisha na shughuli hizi za uvuvi na maeneo mengine kama solar na sehemu zingine, basi wapate skills ambazo ni updated, ambazo ndio zinahitajika na waajiri waweze kuingia sokoni. Kwa tutakuwepo katika mtazamo huo na tutakuwa tunafanya kazi kwa karibu. Kwa leo tuko hapa kwa sababu ya FETA. Naamini baada ya wiki moja, wiki mbili tutakuwa pia tunafanya kitu kama hiki kwa wenzetu wa VETA Nyakato. Wawekezaji wa establish facilities zote ndani ya maeneo ya FETA. Kuanzia mfano kama kujenga boti, hata workshop ndogo, achari kuzalisha vifaranga, hata mashine ya fish near splat kuzalisha, japo ni lengo cha chini, sindio? Sawa. Kuna cage wanaweza kufuga. Kwa hiyo mwanafunza kuanzia siku ya kwanza kuingiza FETA mpaka siku ya mwisho kuondoka FETA ina kibali tayari na experience. Kwa hiyo akiingia kwenye site tu moja kwa moja tayari isha kwa mzoefu kabisa, wanaweza kufanya kazi moja kwa moja. Sindio? It's an advice kwa FETA. Hebu kwa hawa wanafunzi wanaofundishwa hapa, it's high time sasa mkae nao chini, muhakikishe kwamba kile mnachowafundisha hapa kiwe very much practical oriented. Hiyo inaweza ikawa ni mtaji wao mmoja mkubwa sana, kwa sababu ataenda kufanya kile kitu kwa ufanisi na itampa credit yeye kuwa financed kwenye any financial institution. Kwa hiyo tuwatrain kwa namna ambapo hata kama wamemaliza, mnaweza mkaandaa proposals, mkaenda kwa banks, TADB akiwepo, mnaweza mkadraft mradi mzuri sana ambao unaweza ukawa either ni kwa riba nafuu au hata ni zero interest loans kwa kushirikiana na wizara. Is from this, cage farming is now a hot cake, kitu ambacho kinakimbiliwa na wengi sana. Sasa hawa vijana, instead of saying serikali waajiri, stakeholders wengine tuweza tukadraft miradi kama hii, of which wanakopeshwa kwa riba nafuu, lakini they go there implement na wakafanya kitu kizuri sana kwa sababu ni career ambayo wameisomea.